Mambo vipi? Naitwa Cyber Chris na leo tunakwenda kujifunza C++ kwa Kiswahili. Watu wengi wamekuta ni ngumu kujifunza lugha za kompyuta kwa sababu nyingi zinafundishwa kwa lugha ya kigeni. Hebu leo twende tukajifunze kwa lugha ya Kiswahili. Sababu za kujifunza C++. Mojawapo ni kwamba C++ ni lugha mama, lugha ambayo inatumika hata kwenye mifumo ya kibenki, na mifumo yote iliyo migumu hupenda kutumia C++. Katika kufundishia tutatumia dev C++. Tutatumia dev C++ kujifunza lugha yetu ya C++. Hii ni rahisi sana kuipata. Kwa maana nyingine, ingia katika browser yako unayoipendelea. Kwa mfano, mimi napendelea Microsoft Edge. Kisha utaingia katika Google. Ukiingia katika Google utaandika dev C++ download. Kisha utaklik hiyo link ya kwanza inayokuja hapa juu, alafu utaisubiri ifunguke kutokana na uwezo wa spidi ya internet yako. Baada ya hapo utabonyeza hili neno download dev C++ 5, utabonyeza neno download, kisha utafuatia na neno download full version. Baada ya kudownload version kamili, utasubiri hapa kwenye SourceForge, itakuwa inahesabu hapa sekunde hizi 5, na baada ya sekunde 5 tayari utakuwa umeweza kuidownload. Hatua zinazofuata ni kubonyeza next mpaka kufinish kuinstall. Hivyo basi twende tukajifunze C++ kwa pamoja. C++, namna ya kufungua faili kwenye dev C++. Au .c++. C++ tofauti na lugha nyingine, C++ ina muundo maalum. Muundo wake umekaa kama ifuatavyo. Kwanza kabisa, inaanza na library. Hii ni library yetu ya kwanza katika C++, ambayo library hii inatumika kwa ajili ya input and output, yaani kutoa data na kuingiza data. Input kwa ajili ya kuingiza data kupitia keyboard yako au screen yako. Output kwa ajili ya kuonyesha kwenye screen yako, kudisplay, yaani maana yake kuonyesha matokeo. Hiyo ndo library ya input au output stream. Library hii tayari ilishatengenezwa na wataalam waliogundua hii C++. Hauna haja ya kuanza kuandika komandi za kufanya kompyuta idisplay, bali utatumia library ya input output stream au IOStream. Kisha utatumia using name space, utaacha nafasi std. Using name space std inatusaidia kuondoa migongano ya majina, na kuandika hii katika laini inayofuata baada ya library inatuwezesha kutokurudia kuandika neno std kila mahali. Endelea mbele, utakutana na wengine ambao wameandika program na katika kila neno, kila mstari wanaweka std. Acha nielezee maana ya semicolon. Hii nukta mkato. Nukta mkato inatumika kuonyesha mwisho wa sentensi katika compiler ya dev C++ au katika lugha ya C++. Nukta mkato inatumika kuonyesha mwisho wa sentensi kama ilivyo nukta katika sentensi za Kiingereza. Vinginevyo, usipoweka nukta mkato, kompyuta haitaelewa na hiyo itakuwa ni makosa. Tutajifunza makosa hapo baadaye. Baada ya haya mambo, kuna int main. Int main ni kitu gani? Int main ndio ni sehemu ambapo programu yetu inapoanzia kazi. Yaani compiler huyu anayekuja kufanya kutafsiri ataanzia kuingia kwenye main. Kwa lazima tuwe na int main, na humu ndani ndipo tunapoandika kodi zetu. Na mwisho tunafunga na return 0. Return 0 inamaanisha kuwa programu yetu imekamilika na sasa inarudisha jibu 0, kwamba imekamilika vinavyohitajika. Hii ndio structure au muundo wa C++. Tutakuwa tunatumia muundo huu wa C++ katika kila program. Hapa ndani ndo tutakapokuwa tunaandika program zetu ambazo tunataka zifanye kazi. Ni matumaini yangu umeelewa muundo wa C++. Kuna #include IOStream ambayo ni library yetu ya kwanza au maktaba yetu ya kwanza tutakayoitumia input and output stream.
Kisha kuna using namespace std kuondoa migongano ya maneno au kuondosha kutokurudia kuandika neno std katika kila mstari. Int main ikifungua bano hili la mzunguko curly bracket na kulifunga. Hii ni sehemu ambapo compiler anapoanza kazi. Na mwisho tunayo return 0 ambayo hii inaonyesha kuwa programu yetu imekamilika.